ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، يقول الحق تبارك وتعالى حكاية لنبي الله يعقوب عليه السلام قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Nimesoma kipande kimoja cha aya hii kinamhusu Nabii Yaqub alayhi salam. Nabii Yaqub mwanawe Yusuf alayhi salam amemjia akamwambia, baba, nimeota nyota 11. Nimeota na jua na mwezi wamenisujudia. Akasema nyota 11 na jua na mwezi, halafu akasema wamenisujudia. Baba akamwambia, ya bunayya, mwanangu, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, usisimulie hii ndoto yako kwa ndugu zako. Fayakidu laka kaida, wasije wakakufanyia vitimbi. Inna shaitana lilinsani aduwwun mubin, kwa hakika shetani kwa mwanadamu ni adui wazi wazi. Kuna vitu hapa vya kimalezi tunavyovipata kwenye kadhia hii. Kadhia ya kwanza, Yusuf alikuwa bado ni mdogo tu, anakadiriwa miaka 12. Makadirio hayo. Ameota ndoto, hakuipeleka kwa mtu yoyote, ameipeleka kwa baba. Baba mtu mzima sana, amepeleka ndoto yake kwa baba. Baba akaisikiliza kwa kina, halafu baba anamwambia, hii ndoto usiwaeleze ndugu zako. Hakuishia hapo kwamba usiwaeleze ndugu zako, wasije wakafanya vitimbi kwako. Hakuishia hapo, hakika sheitani kwa mwanadamu ni adui sana. Yani vipengele kimoja baada ya kingine vya malezi kweli. Malezi ya kwanza, urafiki wa huyu mtoto na baba yake. Anaonekana alikuwa yuko naye karibu mno. Mtoto ni mdogo, baba mtu mzima sana, mzee sana. Lakini alipoona tukio tu, akawa mtu wa kwanza kwenda kumweleza ni baba yake. Maana yake mtoto huyu yuko karibu na baba mno. Sio amepelekwa boarding huko, rafiki zake ni huko tu. Yuko na baba. 2, baba mpaka kusema ndoto hii usiwasimulie ndugu zako. Nao ni ndugu zake, kwa nini asiwasimulie? Baba amenoti kwa tabia ya malezi ni kwamba wote hawa sio anamjua Yusufu tu, na wale pia anawajua vizuri. Amewalea wote, anawafahamu, anajua mpaka silika zao na tabia zao walivyo, anazijua. Kwa hiyo akamwambia wasije wakafanya kitu. Ni wazi kwamba baba ameiona ndoto hii ina mustakbali mzuri kwa huyu mdogo. Ameiona hivyo. Alipoiona, ficha jambo hili kwa ndugu zako. Kwa nini? Wasije wakafanya kitu sio kizuri. Hakuishia hapo, kwa sababu wale ndugu zake kuambia watakufanyia vitimbi tu alafu waishie hapo. Hakunyamaza, akamwambia Shetani kwa mwanadamu ni adui sana. Anamjenga kabisa kwamba yuko shetani anaweza akamsumbua hata ndugu yako pia, akakufanyia kitu sio kizuri. Shetani anaweza akafanya hivyo. Kwa vipengele vya malezi ni vingi sana vinavyoonekana, lakini hebu viangalie hivi. Ukaribu wa baba na mtoto uliompelekea mtoto tatizo au jambo la furaha au vipi, amempelekea baba. Halafu baba amelisikiliza na akampa majibu ya ushirikiano kweli.
Majibu ya ushirikiano yakawa katika sura hiyo. Halafu akambainia kitu mbele, huenda wewe Mola wako akakuchagua. Ndio maana nikakwambia maneno haya, Mola wako atakuchagua akufundishe tafsiri ya mambo mengi, halafu atimize neema yake kwako na kwa familia ya Yakubu kama alivyoitimiza kwa baba zako Ibrahim na Isaka. Huenda kuna kitu hiki baba yako Mola wako atakuchagua, usiseme hii ndoto. Kingine tunachojifunza ni nini? Ni kwamba kuna wakati mambo ya neema yanastahili kufichwa kwa kipindi fulani. Sio kwamba anaambiwa kila mtu. Baba ameambiwa, safi sana, lakini baba akaona wanaostahili kuambiwa ni nani? Hizi hapana, hizi usiwaambie hao. Pamoja na kwamba ni ndugu zako, shetani anaweza akafanya kitu. Kilichomfanya baba akasema vile ni kwamba anawatambua wale ndugu zake wako vipi. Kama angewajua ni watu wazuri moja kwa moja, asingemkataza. Kwa hiyo tunajifunza pia jingine, wazazi kuwa karibu na watoto wao ni muhimu sana kwenye makuzi. Wanawasoma. 2, na vijana wajue wanapokuwa kwa wazazi wao, wasifikiri wazazi wao hawawajui walivyo. Hii inarudisha kwa vijana. Maana kuna wakati vijana nao wanahisi kama wazazi hawatambui hivi. Wazazi hata wakinyamaza wanakujua kwa kweli. Amekusoma makuzi mpaka ulipofikia. Kwa hiyo hata kama kuna kitu hakwambii, huwa hakwambii tu. Na ikitokea amekwambia ukajifanya kama vile ni mjuaji sana, umebugi, anakujua kweli. Hilo nalo ni la kuzingatia kwa vijana. Nimeona katika kipindi hiki vijana hasa wanapofikia kutaka kuoa, anaweza akasema nimepata mchumba bwana. Anampelekea taarifa mtu wa mbali kabisa, hajaanza kwao. Huko baba inafanya kumfikia kutoka kwa watu wale waliopata habari, mpaka anaanza kumwambia nimesikia kama una mpango wa kuoa. Ndio. Unatuambiani? Haya, hatuambiani. Basi baba ndio umeshajua. Nilianza kumwambia dada sijui na nani. Sasa huyu unayetaka kumuoa huyu, mimi ninamfahamu. Baba unamfahamu vipi? Namfahamu tangu wazazi wake. Mimi sitaki kuoa wazazi wake bwana, mimi nataka kumuoa yeye. Tabu imeanza hapo. Maana yake baba anamwambia mtoto, ndoa ni mahusiano ya muda mrefu. Kuna kufurahi na kuchukizana. Utakapochukizana huyu ukipeleka kadhia kwa wazazi wake, ninawafahamu. Vijana hawasikia habari hiyo, wanashauriana wenyewe kwa wenyewe. Mimi nataka kumuoa bwana, nimepata mtu, basi itakuwa porojo. Kwani baba utakaa naye wewe bwana? Kwa vitu kama hivi tunapata malezi haya kwa Nabii Yakubu alayhi salam, alivyowastadi wanawe, na imerekodiwa na Qur'ani. Anawajua na watoto walivyoweza kusogea kwa baba. Na kweli kama alivyotoa tahadhari huko mbele, ndivyo ilivyokuwa vile vile tu. Kwa hiyo nilikuwa napenda kuzungumza kipande hiki kwanza hiki. Inshallah tutapata wasaa tutazungumza na vipande vingine. Kwa taarifa na kusudia, kwa vile surat Fussilat tumeimaliza, jioni ya leo huenda tukagusa vipande vya surat Yusuf. Tukagusa vipande hivi tukapata darasa za tarbawi za malezi ambayo yamo ndani ya kisa kile. Kwa hiyo tumemwona mzee alivyo karibu na mtoto na anavyowajua watoto wake wengine, na ameweza kufanya ushirikiano mzuri sana. Na tumemwona kijana amekuwa makini ya kumsikiliza baba yake. Kwa hiyo darasa hii inatuhusu wazazi na watoto kwa umoja wetu. Mungu atujalie kuwa tuko karibu sana na watoto wetu. Jamani, siku hizi mambo yamebadilika sana. Mtoto tangu chekechea anapelekwa boarding chekechea. Akianza darasa la kwanza boarding, amefika mpaka la 7 boarding, alafu sekondari boarding mpaka chuo. Baba na mwanawe mahusiano yako wapi? Hakuna. Yule amejenga mahusiano na watu wengine kabisa, ndio waliomo kichwani mwake. Amelelewa na wale, sio wewe. Wewe ukiulizwa nini, namtafutia maisha yapi sasa? Maisha manake pesa, umejenga mwili tu.
roho. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.